nilivyokuja sikupiga mswaki, cheka so smart na wapa verse. Hakuna beat nilibake bila luma, nizi flow nizitowe ka huduma. Baba buda niko soba na mambo ni gwiji. Leta sofa na kachina, mini Mungu samini zenu dini. Mwanume mashini kwa kucheza mchezo chini. Kwa kungumu nasikiagu na kiba miaranda pila husogei. Blues shogagano na gaga ndio lady lonta. Tusha safa, lini muda wa bata. Yaga ni 001 plus 257 Green City, Muyinga City kabisa, city iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu, city ya kijani. Nilivyowaambia nitakuwa silegezi kabisa ndani ya kipindi changu Story na Vijistori ndani ya Watch Top TV. Okay, Mnyamwezi mwenyewe kabisa anaitwa nani? Atawatambulisha majina yake yote kabisa, atawaelekeza na kipi kinacho happen ndani ya muziki wetu hapa Burundi. Okay, naweza nikasema hivi, tudumbukie ndani ya kipindi chenyewe. Mambo vipi? Bana poa sana, inakuaje? Kama kawa, karibu ndani ya Watch Top TV. Bana ndani humu naona kumependeza. Asante sana. Umejitahidi sana, ongela. Asante sana. Pia karibu ndani ya mkoa wa Muyinga. Kama kawaida tunakukaribisha kwenye kibaridi chetu huku. Familia sana zaidi, nimefurahia, nimeshukuru pia. Au vipi? Majina yote kama wanavyofahamu wana. Jina la mama naitwa Peter Miondiko, lakini nickname amepikulu mtetezi. Au vipi? Nafanya hip hop music kama kawaida, naweza kufanya style zingine tofauti, lakini nimebase kwenye hip hop sana tangu nianze career yangu ya muziki. Au vipi? Hongera sana mzee kwa kuwa unaweza baadhi ya style nyingi za kimuziki. Ila mimi huwa napenda sana mtu anavyojitambulisha kama rapper, asipoe unaweza ukachangamisha kidogo wana. Okay. Yeah, nilivyokuja sikupiga mswaki, cheka so smart na wapa verse. Hakuna beat nilibake bila luma, nizi flow nizitowe ka huduma. Baba buda niko soba na mambo ni gwiji. Leta sofa na kachina, mini Mungu samini zenu dini. Mwanume mashini kwa kucheza mchezo chini. Kwa kungumu nasikiagu na kiba miaranda pila husogei. Blues shogagano na gaga ndio lady lonta. Tusha safa, lini muda wa bata. Muda wa bata mwanangu bado. Subiri tumalize kipindi, mwana bata tutakula mpaka kuku wachukia. Au vipi? Sio baba. Kizazi sana mzee. Nimeona kabisa wewe ni rapper, sio hauteteleki mzee. Hongera sana. Tunafanya hizi vitu. Bongera kazi, hiyo kazi ipo nje au vipi? Amna does a freestyle sijaandika. Hongera sana mzee. Okay, mzee, tunaweza tukasema hivi, katika muziki najua tunakuwa na baadhi ya mikwaju ambayo tunayo. Sasa hivi umefikia mikwaju mingapi mzee? Really tangu nianze career yangu ya muziki imekuwa 2015. Lakini unajua changamoto ya muziki wetu, no support, no push, yani ikawa zile changamoto zinaingiliana. I'm about kama nyimbo 10 hivi nishafanikiwa kufanya kama chupa 2. Nishafanya na collab na baadhi ya wasanii. Nashukuru hivyo. Pia nina programs nyingi ambazo nazipangilia, inshallah Mungu akisaidia mambo atakuja kwa yente kama kawa. Sasa Mungu atasaidia bro. Sema tu kwa katika hizi nyimbo 10 ambazo unazo, na ningependelea nijue ya kwanza na ya mwisho. The nyimbo ambayo imejulikana ipo inaitwa Dale, ipo nyingine inaitwa Zali. Imefanya vizuri, nimefanya na mwanangu hivi anaitwa Edwe, anaimba kwenye kundi la Peace and Love live. Ametisha kwenye chorus. Nimefanya nyimbo na Endo Mike, producer Bantu Boy. Nimefanya na Alan Kiss, mmoja ambaye aliwahi kujulikana kwenye chorus ya Bezos Shalnis. Pia niko na nyimbo mpya ambayo inaitwa
kunywa maji. Mungu akisaidia itakuja na chupa. Mwanangu ni maji kwanza. Maji safi umechota kwenye bomba. Kabisa maana ulivyosema nini? Haya maji kabisa, haya maji. Safi, Shamba. Okay mwanangu tunaenda na kipindi kama kawa, si ndivyo tunavyofanya kichuga zaidi au vipi? Mwanangu katika ngoma zako ni video gani ulishazitoa zikapenya kabisa zikapita ukasema hii video imefanya vizuri? Moja Zali, nyimbo ambayo imependwa, nyimbo ambayo inaishi, still in now, still alive. Yani ukipita mitaa watoto wanaimba. Ukipita sehemu watu wanasikiliza, kwa unaweza kushukuru hata ili jina kidogo paka unanitafuta nimepitia kwa nyimbo hiyo. Kabisa. Ingawa na mimi nimehusika kupiga simu ili uweze kufika kipindi hichi, lakini mimi najua kilichokuleta hapa Muyinga zaidi kipo najua mnakujaga na mabusiness kibao. Hivi ni kitu kingine ambacho natarajia kufanya hapa Muyinga? Baada in short katika maisha ya siku zote mimi niko designer, naweza kukuvalisha ukapendeza, naweza kukushauri bwana ukitupia rangi fulani hivi utatoka kizea au labda utatoka kinyama zaidi. Naona alafu pia nina issue zangu zingine private ambazo siwezi kuzitaja, lakini I'm a designer. Ongea sana kwa kipaji cha design. Swagger, compositeur, naweza kutia fresh ukaona nyamwezi. Unaona? Afu pia kuna show fulani ya mwanangu ambaye ameandaa Enyala nasikia hapa. Ya festival. Yani nitakuwepo, nimepata shavu ya kuperform pale. Watu wangu wa mazingira ya mwe makini na mkae mkao wa kula au vipi? Tutachafua stage kama. Najua pale na kuchafua meza ukiwemo. Floka zote yani from mada first show. Tukirudi kwenye design maana yake kwenye show ya Fiesta Enyala si wenyewe tumesupport ila sasa nirudi kwenye design wako maana tutaongelea kuhusiana na ile show. Hivi ni msanii gani kabisa unaona aibu huyu msanii havai kabisa na nikipewa huyu msanii basi unajua naweza nikamvaisha sasa marapa tuko hivi hatuna zile chenga hivi. Unajua hip hop ni muziki wa message kama reggae pia. Yani msanii ambaye simuelewi kimavazi lakini atanisamehe, sijawahi kukutana naye, sijawahi yani sijawahi kumafront, yani simuelewi, sijui Sat-B. Sat-B kweli atokelezwe mzee? Poa yupo yani, lakini sio kivile yani ningefanikiwa kukutana naye afu napata chance ya kumvalisha, aswea inaweza kuwa shida sana ataua kuliko, lakini yupo fresh. Unajua kila mtu yupo kivyake, anaweza kuwa yuko proud na anavovaa anavotupia, lakini kama mimi naona sometimes anakosea, sometimes anaenda sawa, lakini namhitaji awe mtu fulani hivi kama star anaenda huko. Naona awe vipi? Apendeze, avutie watu. Awe fashion killer. Mwanangu unajua tunavyokuwa na wa kwanza tunakuwa na wa mwisho. Kwa wa kwanza anayevaa Burundi unaona kama mtu ananiua zaidi huyu mwana anatokelezea. Mimi waga siwezi kusema huyu ananiua. Naangalia usmart na ujanja wa kuvaa na mkubali Fizo yani. Fizo anajita yani yuko fresh. Au vipi? Ni mtu ambaye ukimwona dialect unaweza kuona huyu mtu. Ila sasa unajua hapa Burundi kwetu hizi tabaka mbili Bantu Boy na siko kwenye upande. Mimi nilikuwa nasemea Bantu Boy na Empire. Unajua mwanangu ni muziki mnene sana hapa Burundi. Wamewaleta hao waimbaji wawili. Inatakiwa usike kwenye ngoma yako. Hivi ni yupi unaweza kuchukua kolasi yake? Hao watu wawili? Wote fresh mama. Kama mmoja tu mwanangu. Usiogope kumsema Sat-B. Napenda muziki wake. He's good. He doing good. Hata Fizo pia anafanya vizuri. Lakini unajua hata sisi wasanii kuna ushabiki fulani
kwenye kona fulani. Hata wewe mtangazaji ukienda nyumbani kuna nyimbo fulani za mtu fulani unazozipiga kuliko yule mtu fulani. Kwa hiyo nikisema labda Fizo sawa, Sat-B sawa, mimi kama mwanaharakati ukiniletea Fizo naweza kuimba naye, ukiniletea Sat-B naweza kuimba naye, maana wote wanafanya mwanangu. Na tukirudi kwenye rap, unajua kuna kitu mimi niliwahi kuwa nafuatilia mafans wa FDQ walikuwa wakimtukana sana. Oya baba tutafute basi upande wa pili. Manake walikuwa wanapenda washikilie kolasi zao kigumu zaidi. Unaona? Ila alivyokuja kufanya featuring na Christian Bella, kuna mabadiliko yaliyokuja katokea ghafla. Alafu akaanza kushine pale. Unaona? Manake unajua ni kwa nini alimfuata Christian Bella? Ni kwa sababu ya mimi naweza vocal I think amemfuata kutokana na vocal kali, lakini Fizo is good artist, even Sat-B is good artist. Kwa hiyo nisiwezi kusema mimi hiyo ni siri yangu. Unajua mwanangu, tukae kibiashara. Kibiashara ninaweza kuona kibiashara Bantu Boy they trying to brand themselves, yani ni label kubwa. In short, hatuwezi kuja kukua snitch uje kuchukua Fizo na Sat-B waweke sehemu moja. Kwanza kuna ukubwa wa game aliyofanya, pia kuna yani I don't know how I can. Unajua sasa mwanangu sasa nataka nikwambie Fizo ni mtu mkubwa, pia ni mtu mzima, pia anafanya vizuri. Sat-B ni mtu mkubwa naye anafanya vizuri, lakini huwezi kuleta Sat-B pembeni ya Fizo na uone ni picha moja. Kuna tofauti. Heshima iwepo na kazi ziwepo na muziki mzuri. Sasa mwanangu, tunachokijua katika game huwa tunapenda sana vitu vyetu vifike mbali. Na sasa hivi tunajua naye kimbiza. Kwa kweli tuache unafiki. Sat-B anakimbiza katika views hapa mjini. Sema tumeongelea kwa mfano mimi kukupa huo mtihani, mimi nilikuwa najaribu kuona ni wapi unapa feels zaidi. Kwa mfano wameweka hapa tunataka kutusua yani international. Mimi mtu ambaye namuona Tristan anaweza kwenda ukakafanya majabu yake. Mugani he's good kweli. Hakika is good. Alafu pia sio hata hivyo. Mugani ni msanii. Unajua kuna kukaa kwenye industry up to 10 years and you still on top. Hiyo ni kitu kigumu sana. That guy huwezi kuamini amekaa sana kwa hivi vitu bado ni yule. Unaona bwana? Kwa ni shavu kubwa ambayo naweza kusema big ups to that legend of my legend wa sisi Warundi, na tumpe nguvu Sat-B afanye. Tunamhitaji mbele labda na Fizo huko ampite, lakini run now na mchukua Fizo kama mwanamuziki. Hakika mzee. Hata wewe usipokuwa snitch labda unaweza kuona Fizo amepambana paka game ikafika hapa, amekuwa ameinspire watu wengi. Labda hata huyo Sat-B amekuwa huko nyuma fani wake huko. We never know that. Sasa tusipoweka ule usnitch au nini, na mimi Fizo is good artist, naye ni msanii mzuri Sat-B, lakini tunaangalia ukubwa wa muda ukimu kwenye game. Sat-B bado ni mtoto. Amna utoto hujanielewa. Utoto wa mtu manake tunamaanisha miaka. Tunamaanisha miaka. Sat-B anafanya vizuri na Fizo anafanya vizuri. Basi tuseme level hazijalingana. Hakika level hazijalingana. Alafu pia ukiangalia hata huko out of Burundi Bantu Boy inajulikana. Tukienda Bongo, ukienda Rwanda, ukienda Kenya, wapi inajulikana. Kwa hiyo watu wa Sat-B wafanye kazi vizuri na watoboe huko, tujulikane kimataifa bana. Kuna Empire Avenue, kuna Bantu Boys, kuna Simba Genga Rono, au watu wapo, lakini wote wafanye kazi bana. Au vipi mzee? Maana muziki tuweke viungo zaidi iweze kufanya kazi. Yani alafu upendo kwa timu zote.
hamna satubia, hamna fizo, hamna nani, yani celebrate, yani tunywe maji, kunywa maji mama, kunywa maji, kunywa maji leo paka kusaza, kunywa maji ma, kunywa maji leo paka kusaza, wewe upima ongelizindi ibi byose tubikora nk'abarambe. Yeah, that's my kunywa maji coming soon bro. Au vipi? Kweli tunaitamani ngoma ije iwe official, manake unajua project zote zilivyokuwa zinafanywa, baadhi ya project nyingi mimi nazifahamu zako. Unajua nikwambie kitu, unajua tuna mambo mengi, majukumu, tumekuwa vitu vingi, kwa hiyo music ina ugumu fulani. Ndio maana ukimwona msanii ametoboa, respect, kwa kuwa muziki wa kwetu na changamoto kuanzia kwenye ukoo, wazazi, madada zetu, makaka zetu. Kwanza wakikuona wewe ni msanii na kwangu kuelewa na kuona huyu labda hivi umeona. Kwa hiyo zile support, labda ukitoa single labda upate mtu akupush ufanye chupa kali ili move huko mbele waone da kuna mshikaji anafanya vizuri, hiyo kwetu hamna. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunakikosa hapa kwetu Burundi. Hivi mwanangu, ni kipi ambacho hakijafanyika ili muziki wa Burundi upae? Kwanza Warundi tuna kwa Kifaransa wanasema lumwa, mimi ni mimi, yani wanione mimi. Sasa hakuna hiyo ya kusema tusukumane huko tufike. Maana ningependa nimuone Fiza akishuti video satubia wepo, Lolila akishuti satubia wepo na Fiza wepo, au mimi. Ila mwanangu, mimi naweza wewe unaonaje huu timu unatusaidia kupush muziki au inakuwa? Timu hautusaidie japo natubomoa. Kwa kuwa huwezi kuniambia wewe ni fani wa Lolilo wakati Lolilo mwenyewe sio fani wa Fizo, au Fizo sio fani wa Lolilo, wakati tuko industry moja na tunafanya kitu kimoja ili tupate mavuno. Sasa inakuwa vile tunagombania kitu ambacho hakipo. Mavuno kwanza. Sasa muziki bado hela, kampuni haziwekezei, hamna msaada wote, bado tuna bifu. Unaangalia Nigeria wanavyoishi, utakuta labda Wizkid kishuti kuna Davido, kuna Fino, kuna Savage, kuna nani sijui. Kwa hiyo ni moja fulani hivi amazing ambao siwezi hata kuexplain. Kwa hiyo we need that, tunahitaji umoja, upendo, yani shavu. Ukipiga hatua mwingine we proud na kama hivyo watu wamepata milioni 15, I'm proud of that. Labda mtu alikuwa hana gari, kesha atakuwa na gari, anazungusha dada yangu Esther, kesha atazungusha wewe, I'm proud of that. Lakini kuna baadhi ya watu pale hawajapenda. Tukija hapo kwenye zile milioni 15, ni msanii gani wewe ulikuwa unategemea anaweza akapata afa akampiga chini? Amna, mimi siwezi kutegemea msanii yeyote kama atapata. Ina depend na ulivyoingia stage, ulivyo perform. Pale kuna jaji waliangalia, tusio na ile bana wangemweka Double J hamna. Double J alikuwa katoka mapema. Kwa nini rapper kama Bface amepita au Oleg? Hapo shangwe huko. Sasa mimi naona tunaweza, ila mwanangu tuweze yani tuipongeze sana Primus, manake ndio mara ya kwanza Lapa anachukua tuzo Burundi. Migoli naweza kushukuru watu ambao waliandaa issue, waongeze kwanza wafanye kama milioni 50, endapo mimi nikifanikiwa mdogo wangu. Basi unajua mtu akipiga tu anaweza kukupita na trolley fulani, bwana panda twende huko mbele. Sisi na kuwa ni fresh. Au sio paku unamwona mshikaji amechafuka hivi. Unajua muziki ni siri. Kwa hiyo sisi tu wasanii wengi wa Burundi tunaishi maisha ya TV. Unataka kuishi kama fulani wakati wewe sio fulani. Unaishi nyumba mbovu au na gari, unavaa pamba mbaya, lakini bado unajiona wewe ni star. So you fake your life, you fake yourself, and you must be yourself. Inatakiwa wewe usifake maisha yako. Hebu mwanangu, wewe kama rapa umekutana na marapa wengi hapa Burundi. Muziki wa rap mjini mimi naweza nikaona kama upo down. Hivi ni kipi kinachosababisha muziki wa rap wanaotusua ni wachache? Mimi naweza kusema muziki wa Burundi rap iko juu sana.
Na mfano ukija kama rapper na kufanya kazi nzuri unatoboa kuliko hawa wabembelezaji, hawa kulialia, hawa banapoa. Kwa hiyo naweza kusema we've got a hip hop here. Cause wapo wakina T-Max, bado wapo. Yani bado jina lipo. Wapo wakina D-Lop huko nyuma. Paka hivyo ukisema Frankie Duniano yupo, ni rapper. Maana lakini unamsikiaga hao wengine wakina Dogo A unawasikia tena. Kuna watu wengi huko wamepotea. Tuseme rap ni mzizi. Rap ni mziki unaishi. Unaona, cause we send the message to the people. Alafu ile message hata uangalie hata kwenye uhusiano, rappers wanadumu kwenye ndoa, marapa wanaoa, warapa wana mapenzi, lakini hawa banapua yani shida kabisa, yani shida. Hawezi kudumu kwenye uhusiano up to 2 months, lazima atachiti mpenzi. Hivi ni mbanapua yupi unaweza kumshauri aache haya mambo ya kudanga? Bana mchane mwanangu, huwa wana hip hop huwa wafichi mwanangu, mchane afu mwanangu natamani arudi Black G, maana nilikuwa na feel sound yake sana, ile vocal yake ilikuwa inaniacha hoi nyuma huko, bado niko nasoma, alikuwa anafanya vizuri. Mwanangu G eti acha mwanangu kudanga pia anasema mwanangu Black G akirudi nitafurahia afanye vizuri. Au vipi? Ile kulialia kwake fresh, lakini apunguze sana hizi nasikiaga mzee wa kutia vibunda, sije kutia mchanga, sije kama hicho ya I love you Black G and I prefer you unaweza kufanya muziki mzuri. Return back bro, we miss you, you know. Mzee. Okay, yani tukilenga kwenye pointi hapa Muinga kuna show ile ya Enyala Fiesta na umeonekana katika afishi zetu, mabango yapo mji mzima. Alafu Mnyamwezi mwenyewe walikuwa wanatamani, manake walikuwa wanakuona tu katika mitandao, lakini leo umedondoka live kitawaka pande za Kominale na kinokisha. Au vipi? Ni support gani umemletea mchizi wa nyumbani? Mimi unajua kwanza the first issue ambayo unatakiwa ujue, nimeshow love. Au vipi? Unajua mtu kutoka Bujumbura then unakuja hapa ni shavu kubwa. Alafu kitu kingine, mimi ni mtu wa watu, sikwagi na matatizo na watu. Niko sociable, naishi vizuri, afu ninaheshimu kila mtu. Kwa hiyo nikiwa kama hapa naonyesha bonge la upendo kiasi kwamba watu wangu wa mazingira haya waje tufanye show kubwa, tusupport muziki wa Muinga, wa Burundi kwa ujumla, pia wa East Africa na Africa pia. Kama kawa wategemee nini wana Muinga katika show hiyo? Show kubwa, mimi imani tutafanya vizuri, maandalizi kama yapo vizuri, we are going to kill it. Au vipi? Baada ya show kuna collab na Enyala? Hapana. Hamna. Kuna mtu yote hapa Muinga ameshakutafuta, amekuomba collab? Wapo wengi cause wanasema flow matata fulani hivi. Kwa hiyo wanahitaji at least tufanye kazi, ila labda bado muda ukiwadia tutakuja kufanya kazi. I'm here for the people, I'm here for the music, I'm here to do better than huko nyuma nilichokifanya. Hakika mwanangu, kuna lebo zishawahi kutafuta na kuzikatalia? Hapana, niseme ukweli, mimi sijawahi kupata support. Niwahi kukutana na jamaa moja hivi na akawa ni tapeli fulani hivi, akaniacha njiani, akasimama kama mwenyewe bado nipo. Kwa hiyo yoyote ambaye anaweza kujitokeza na kusema bro tufanye kazi kama kazi, pia tuweke malengo, we can do it kama kazi ili tupate mafanikio. Kwa muziki ukilengea unaweza kupata mavuno. In short, story fupi kwa maisha ya Pico Mtetezi. Story ya maisha ni muziki, maana maisha ndo muziki pia. Usipofanya kazi huli na ndo muziki pia, usipofanya kazi njaa pia ndo muziki pia. Kwa hiyo mimi nipo hivi siwezi kusema maisha marefu.
sijui ulichokimaanisha. Yani msoto ambao ameupitia Pikuru hawezi akasahau. Msoto nakumbuka niliwahi kutoka Burundi nikaenda mpaka South Africa, niko na 100,000. Imenichukua muda mrefu lakini nimefika huko, nimekaa baridi sana huko. Soweto sana huko. Au vipi? Kupana machupa lakini hivi ni rana au so mwanangu 100,000 ulikuwa na pasipoti, ulikuwa hamna ni ile mwanaume ni mwanaume, ukiamua kitu lazima utafikia. Ni ndoto bana, nitafika, nitafanya au nitatenda. Ni kama hivyo unaweza kuamua kufungua hii studio kama ni online TV na ukaja kutimiza ndoto. Kwa hiyo kila kitu ni malengo. Kwa ulipofika South Africa ulihusika na issue gani ili uweze kupata kula? Manake unapofika sehemu inatakiwa wajibike. Fucking job. Unajua mimi sio mtu wa kudharau kazi. Kila kazi naweza kwenda naye, hata kuchimba choo. Nishachimba madini, nishafanya yani any kind of job naweza kuifanya ili ilete kipato. Okay, huko South Africa uliamua kwenda bila kupelekwa na mtu au ulikuwa na mtu umeenda naye? Bwana, mbona unaniuliza vitu kama hivyo? Wewe si ni mwanaume mzee? Utakosaje kupata sehemu ya kulala na hauna sehemu ya kulala? Mwanangu una supply maujanja. Unajua kuna sehemu nafika. Katika kwanza sikiliza nikuulize. Ushawahi kutembea? Mimi nishatembea. Ushakufika sehemu simu ulinayoitafuta ukakuti mezima na hauna hela. Kipindi hicho ulifanya nini kama wewe? Mimi niliaso kama mimi. Sasa unajua mwanangu kuuliza hivyo, kuna watu wengine wana safari kama hizo. Ili wakifika sehemu wasikate tamaa. Ulivyosimama ulisimamaje ili uweze by the way, mwanaume mti wa mwogo. Hata madada zetu siku hizi wamelivuka huko, wanaenda kutafuta maisha. Kitu cha kwanza katika maisha ambacho naweza kuweka mbele ni nia. Bana, natoka hapa naenda sehemu fulani. Nikifika hiyo sehemu fulani nitafanya vitu fulani ili niwe mtu fulani. Then after hivyo vitu fulani vitakufanya wewe yule aliyetoka huko kwenda kule. Sijui unanielewa? Japo changamoto zinakuwa nyingi siku zote, inatakiwa ukomae na ule uamuzi uliokutoa nyumbani. Mwamba akikataa kuna uwezekano karudi nyumbani au kajaribu sehemu zingine. Hakika ndio msimamo wa maisha siku zote. Okay, Pikuru imetokea na yeye ametusua, amefikia level anazozitaka. Wasanii atakaoanza kuwasaidia ni malapa au atasaidia msanii yoyote? Mimi kwanza ni shabiki wa muziki mzuri tu. Wewe kama unafanya muziki mzuri, I have to support. Afu pia napenda mtu ambaye anafanya kazi na kuelewa anafanya kazi. Unajua kuna uandishi, kuna vocal na pia kuna kuelewa wewe ni msanii. Kuna watu wengi unakuta wanajua kuandika vizuri lakini kwenye swala la kuimba unakuta ni ngumu. Hata wewe unaweza kumsupport kwa ukimvuta hapa, unampeleka hapa, kesho unaweza kumtoa. Mfano kama Mario amekuwa mwandishi before. Hivi anasumbua Bongo, anasumbua hata Afrika. Kwa hiyo ni angalia kipaji cha kila mtu then kifanye kazi. Unaweza kumuona mtu hivyo kamdharau, kumbe kesho anaweza kuleta matunda. Mfano kama Kiliku amekuwa msanii mkubwa. Na appreciate, big up sana dogo, unafanya vizuri. Amekuwa mtoto mdogo tunamuona ukakichana kitoto, lakini aliyemvuta kidogo akamfikisha alipo, inatakiwa mshukuru kama mkata kamba kabisa. Alafu kesho anaweza kuwa mtu mkubwa mpaka watu wasiamini. Kwa hiyo usizalau talent ya mtu yote bila kuijaribu. Yani unaibrand, unaireboot, end of the day mtu anashtuka, kumbe ni yule mtu. Oh my god. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunza sasa kwenye nchi yetu Burundi. Hatuna ile kuona huyu mtu nikimwekezea anaweza kuleta mafanikio. We miss that kind of behavior. Yani tukipata kitu kama hicho itakuwa nzuri zaidi. Hakika mzee, neno kwa mashabiki wako, neno moja tu. I love you
my fans, I love you, my family, relatives, sisters and brothers, machizi wa kitaa wanao haso huku kama sisi. Ipo siku tutatoboa na mambo yatakuwa fresh. Hakika basi tupo hapa kwa ajili ya Iwachu Top TV. Unaweza kusema neno tena kwa Iwachu Top TV? Okay. Nilivungia nikaoni Iwachu Top TV. Niko na mwana ni hoji sijui Kiingereza sijui Kifaransa. Oh my god, paka Kiswahili nasikia unatupia. Wewe ni nani? Natamani nijue unatoka mkoa gani? Oh my god, mlinga ka mkoa, mlinga ka nyumbani, mlinga ka njia napita naenda bongo, so bongo na sili hata msongo. Oh dada fresh. Nakubali sana. Okay, wanangu tuko na mwanao tu Pikuru mtetezi. Mwanangu karibu tena ndani ya Iwachu Top TV. One love destiny. Tumekubali mzee. Yeah, show tarehe 3 tukivuruga kinuka kwa tunakimkisha. Kwa hiyo kuanzia leo ndo tunavuruga, tunaendelea kuvuruga. Tarehe 3 tukutane pande za 10. Sijui harufu mbovu hivi, sijui harufu nzuri lakini kitanuka. Sijui kominare kitaeleweka. Yani muje smart. I know you guys mnaweza kutupia kijanja, mje smart. Simu tu take selfie afu tuzungushe mitandaoni. Wala ciao. Nakubali mzee. Okay, ni 001+257 Green City ndani ya Iwachu Top TV. Ben kamera tulikuwa na Mango Damwembe aka Uzima. Okay, ciao, tazidi kuonana kinyamwezi zaidi.